Baba, nisamehe sana kwa kuja usiku huu, lakini nilikuwa sitaki kukusumbua baba yangu. Unajua ni kwa kiasi gani nakuheshimu na naheshimu maamuzi yako, lakini nimeona siwezi kusubiri. Kama nitakuwa nakosea, mzazi wangu unaweza kunielekeza. Mama yuko nyumbani kwangu hivi tunavyozungumza, na nimekuja kukupatia taarifa, lakini pia nilikuwa naomba ili tuweze kukaa na kuweza kuzungumza kama familia. Robert, kijana wangu, hakuna kitu chochote ambacho umekosea, wala siwezi kukukasirikia kwa kumpokea mama yako. Yule ni mama yako mzazi. Hata mimi angekuwepo ni mama yangu, kiukweli ningempokea. Lakini wewe unajua ni kiasi gani ambacho mama yako amenikosea. Kiukweli vitu ambavyo amekuwa akifanya sio vitu vizuri, na wakati mwingine ameenda mbali kabisa na kuharibu hata yale mahusiano ambayo tulikuwa nayo. Nakuelewa baba, lakini baba, sisi ni familia. Inabidi tuweze kukaa chini na kuweza kutatua mambo haya, kwa sababu tayari sisi ni watu wazima, na hata huyo Ryan kama tayari limeshatokea hilo, hakuna kitu chochote ambacho ataweza kubadilisha. Zaidi sana atatakiwa ajipange tena na kuanza maisha yake upya. Anatakiwa ajifunze na kukaa katika misingi ambayo inayohitajika. Ni sawa kijana wangu, naweza nikapanga siku na tukaweza kukaa chini na kuweza kuzungumza, lakini unafikiri kweli mama yako anaweza kubadilika kwa ile jeuri, kiburi na maneno ambayo amekuwa akiyatamka? Kwa kweli dad, this time mama yuko sehemu mbaya na atabadilika tu, kwa sababu hakuna njia nyingine zaidi ya mabadiliko. Dad, mimi naomba tumpatie nafasi, tuitishe hicho kikao na haya mambo yaweze kuzungumzika. Najua ni mwanadamu, siwezi kumkingia kifua zaidi, lakini yeye anaweza kutuahidi kitu, anaweza kuzungumza kitu ambacho kitatuhakikishia kwamba anaweza kubadilika. Yaani wewe jinamizi, wewe mjusi kafiri, umetoka tena nyumbani kwangu, huogopi? Tayari umeshafungwa kama karatasi ambazo zimeoza, lakini bado tu unatafuta kufia katika mikono ya watu. Hivyo una shida gani? Unalaana wazee wewe, mpaka uwachungulie wazee ndipo uweze kupumua katika hii dunia. Umechoka kuishi. Nilikwambia kabisa sikutaki kabisa karibu na huyo mume wangu. Unataka mimi niachike katika uzee huu niende wapi? Hapana mama, nisamehe. Kiukweli hizo biashara ambazo unasema mimi nilishaacha, siuzi tena, lakini kwa sasa na maumivu, na ndugu zangu wamenifukuza, wamekataa kunisaidia. Nilikuja kumwomba tu babu aweze kunipatia nauli niweze kwenda kijijini kwetu, japo nikapumzike, kwa sababu kiukweli nina maumivu na sina mahali popote pa kuweza kulala. Nione huruma. Unachojua tu ni uzinifu. Unajua kutembea na watu wazima, wazee. Sasa hivi unamwita babu. Wakati ulikuwa unachungulia huko, ulikuwa ujue kama yule ni babu. Ulikuwa unamwona kwamba ni mtoto mwenzio. Wewe unataka nauli. Kuna pesa yoyote ambayo kuna biashara yoyote ambayo umesikia kwamba ulianzisha hapa unakuja kuchukua nauli? Nenda kwa ndugu zako. Hao ndio wanaokujua. Ndio wanaojua ufuska wako, uzinzi. Mtaani mtoto hatuwezi kupumua wala kulala kwa sababu yako. Mimi natamani hata wangekuua, sio kukufunga kama maiti iliyopoteza mwelekeo. Mama nisamehe kama nitakuwa nimekosea sehemu yoyote, nilikuumiza kwa namna yoyote. Naomba unisamehe sana. Nilifanya bila kufikiria. Kidogo nilifikiri dunia nzima naweza nikaitawala na kufanya kitu bila lolote baya kunifika. Lakini hebu nitizame leo. Nitizame maumivu ninayoyasikia. Sina mtu wa kunisaidia. Nimebaki mwenyewe. Niko kama bundi. Wacha kuwa bundi. Utakuwa nguchiro. Utakuwa nguchiro na hakuna mtu atakaye kusaidia. Unaleta umalaya hapa. Unauendekeza umalaya. Wenzako wako shuleni wanasoma, wewe ni kutembeza tu, ni kuhangaika huku na kule. Hayo ndo mavuno yake. Tena we mtoto, habari za kunitangaza kwamba huko nimekuchukulia mume wako. Mimi nikakuchukulia mume wako, wewe na mume wewe. Yaani umekaa kama vile mkondo wa maji ambao
tena maji machafu ya mitaloni huko, watu wanaokatisha huko, watu maji machafu yaweze kupita. Hivi huyo kibao kata angekuwa kweli anakupenda wewe, si ungekuta amekung'ang'ania kama kupe wewe? Kibao kata hakutaki, mwanamke ulikuwa mchafu. Yaani wewe hueleweki. Kuwa mdogo imaanishi eti kwamba eti ndo mtu wa kung'ang'anie. Yaani mimi nikutangaze wewe? Nikutangaze wakati wewe mwenyewe umekaa kama gazeti la matangazo? Huyo kibao kata ni nani? Ni mdudu gani? Ni dudu washa la wapi? Una kitani? Yaani umetoka kuhangaika huko na tu vijana. Nenda kaoge usafishe tumba lako. Wacha kuanza kunisumbua mimi. Heti Kashata, nilikuwa sijui ni mchafu. Kuna mtu msafi kama mimi Kashata? Hebu niangalie Kashata na utamu wangu, Kashata na marembo yangu. Wewe mama unataka nikukosea adabu? Eti Kashata na utamu wako, umekaa kama umekula minyoo. Eti wewe ndio mtu wa kunisumbua mimi, wewe kijalida kidogo ambacho hata mkononi kwenyewe hujai wewe. Una kitu gani ambacho unaweza kunitetemesha? Kama ule kifaruande tu ameweza kukukataa. Mimi jaribu moja tu na ameweza kunikubali, na hawezi kulala wala kupata usingizi kwa sababu yangu. Sasa hivi umebaki na wivu tu kutangaza huko mtaani eti unamjua yule mama mwenye kipaka anatembea na kibao kata. Kwa hiyo nini kitakachotokea? Yaani niache kujitoa matandabui nije nikae naanza kuwasikiliza nyie. Kila mtu acheze ligi zake na afurahi kwa furaha zake. Sasa kwa taarifa yako mimi nikwambie, mimi ninachotaka ni kwenda mjini. Niende mjini huko nikakutane na vijana watanashati. Vijana wananukia vizuri, sio vijana wanajipaka mafuta ya ng'ombe. Heti kibao kata ni mdudu gani? Kono gani? Huyo mtu ambaye ana laana za mabibi. Mimi nije nianze kuanza kuhangaika hapa eti namlilia kibao kata. Wewe mama vinyaunyau, hebu nenda huko bwana. Wewe mwenyewe umeataka kwenda kutembea na vijana wadogo. Sasa hivi umekaa hapa unaanza kulaumu watu. Dada, tafadhali nitakuomba nikuulize swali hili. Lakini sio kwamba nataka kuingilia mambo yako. Hapana dada. Nataka kukukumbusha kuhusiana na kivuli ambacho ulichokisahau kwa muda mrefu sana. Na ni vyema nikakukumbusha wakati huu. Naona mpaka sasa hivi unaishi tu vile ilivyokuwa kama zamani. Jua sana huko unakoelekea, na kama ni mambo ya masuala ya zamani, tafadhali naomba uachane nayo. Tayari nimesha kuleta nyumbani ukakaa wewe na mama yako kama ulivyotaka. Usije ukanichafulia hali ya hewa. Usije ukaharibu siku yangu kwa sababu tulikuwa tumekaa tu vizuri. Lakini naona huko unakokwenda ni unataka kuchafua hali ya hewa. Dada, kwa nini unakimbia kivuli chako? Utakikimbia hivyo mpaka lini dada? Yule ni binti yako. Ulishamtelekeza na kumtupa kwa muda mrefu. Lakini sasa hivi una kila kitu. Na sidhani kama yule mume wako ni mtu ambaye atakuja kukasirika eti kwa wewe kuweza kumtafuta mtoto wako. Dada, tafadhali, kama umeamua kujisafisha, jisafishe kila kitu. Wacha kuacha siri nusu. Ingilia mambo yasiyo kuhusu. Unahusika vipi wewe? Unajua ni machungu mangapi nilipitia kuhusiana na huyo mtoto? Kwa nini unaniletea mambo ya zamani hapa? Mambo ambayo tayari nilishazika kitambo. Linda, kama unampenda sana huyo mtoto, ungeenda kumtafuta wewe. Na ninavyojua kwa sasa hivi hatakuwa mtoto, ni mtu mzima. Na mimi sitoweza kumkubali katika maisha yangu kwa sababu alikuwa ni laana. Ni shida. Na nilipomtoa ndipo maisha yangu yalipofanikiwa mpaka nikaja nikaolewa na waziri. Dada, narudia tena kusema samahani. Lakini nini? Lakini nini Linda? Hebu achana na masuala yangu. Na nisiwahi kukusikia ukiwa unazungumzia kabisa. Fuata ya masuala yako na tatua changamoto zako. Wacha kukaa katika mstari wa changamoto zangu. Wachana na mimi. Sasa watu wanaweza wakajiamulia na kulala nje bila kutoa taarifa yoyote, kana kwamba mimi ndo mkosefu sana. Kumbe wewe mwenyewe una mambo yako ya chini chini tu. Mimi ni mume wako, niko nyumbani wakati wote, lakini wewe huwezi kurudi nyumbani. Unajidai wewe ndo uliyechanganyikiwa na uliyepata hasira kuliko maelezo. Mimi ndo mkosefu, nahitajika kuata kuchomwa hata kufa. Lakini wewe ambao umelala nje na umemwacha mume wako ndani, una shida gani wewe mwanamke? Eti umeumia. Unaniuliza kama nani? Mbona ulishapoteza hiyo mamlaka kitambo sana? Unaniuliza leo? Yaani mimi Maribel ndo kuniuliza maswali kama hayo? Nililala wapi na nani? Inakuhusu kitu gani? Wakati ulipoenda kulala na ule malaya mimi nilikuuliza? Mea, tafadhali. Nimeshakwambia kila mtu acheze katika
anakochezaga. Usije ukaingilia mambo yangu mimi. Haya mambo umeyachimba mwenyewe na mimi nitamalizia kuyafukia. Nitakuonyesha kwamba mimi ni Maribel ambaye sinaga mchezo kabisa. Usiwahi kunipangia hata siku moja katika nyumba yangu. Wewe ni mwanamke tu na utabaki kuwa mwanamke. Hii nyumba ni ya kwangu na kila kilichoko huku ndani ni cha kwangu. Hata wewe pia nilikulipia mahari. Umesahau namna ambavyo baba yako alivyodai mahari kubwa? Ulikuwa unafikiri ni ya nini? Tena alidai mahari kubwa, na ukizingatia hakuna kitu chochote ambacho umeweza kunisaidia. Hakuna mtoto wala hakuna kitu chochote. Tupo tu kama mayatima vile. Mimi sio Mwenyezi Mungu nikajipangia ni wakati gani wa kuweza kupata mtoto. Kama Mwenyezi Mungu hajaamua kuleta huyo mtoto, usije ukanihukumu kwa hilo. Na kama unafikiri utanifukuza hapa, mea nadhani umesahau. Nusu ya kila kitu kilichoko huku nyumbani ni cha kwangu. Kwa hiyo utafanya maamuzi vile utakavyoamua. Na wala sijali. Kile utakachokipanga, tambua lazima nitaondoka na share yangu mpaka kwenye kampuni ile ya kwetu. Sitaki kuleta ujinga hapa tukafikiri mimi na kuogopa. Jamani. Nimekaa kama kijarida cha jioni jamani, hakuna hata mtu wa kunipigia simu. Na story huko saizi atakuwa anakumbatiana na mke wake. Sina mpenzi, sina kitu chochote. Yaani nimekaa kama Ghasia, shida tupo. Kweli leo mimi bwana wa kukaa mwenyewe jamani, kama arage lililopembuliwa. Ama kama vile mchele uliopembuliwa jamani, hata unakuaga na wenzake. Lakini mimi sina mwenzangu. Kazi ninayo nzuri. Nimepata kazi, nimebarikiwa. Nimepata maisha mazuri, nimejua kuvaa vizuri. Lakini yani niko mlingoti chuma, bendera chuma, vila vitu vinaporomoka. Najidai mgumu, lakini mwenzangu usiku ukifika natamani kweli kukumbatiwa. Mansuni binti yangu, mimi nikutie moyo tu uendelee kuomba. Hakuna kitu kinachoshindikana kwa Mwenyezi Mungu. Mama yako ataamka tena pale alipo. Yawezekana mambo magumu ukawa unayapitia, ukawa unaona kila kitu kimeshindikana. Lakini tunapopiga goti na kumuita Muumba wetu, huwa anatusaidia. Kwa hiyo usikate tamaa. Naelewa kwa sababu wewe na mama yako ndio pekee mmekuwa mkiishi wakati wote huo. Najua ni kwa namna gani umemzoea. Ni kama mimi na Ana. Shangazi, yani afadhali hata mara ya mwisho tulivyoenda tulikuwa tunaweza hata kuongea maneno mawili matatu. Japo hawezi kusema sana. Lakini sasa hivi ukimwangalia huko ICU. Shangazi, yani unachokisikia tu ni kile kimlio ti 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 wa mashine. Na yeye hata kufungua macho hawezi hata kufungua. Kweli shangazi, unafikiri mama atapona? Yani mimi shangazi nimeanza kukata tamaa. Nimeomba kila mahali, lakini naona sasa nakata tamaa. Hutakiwi kukata tamaa binti yangu. Unatakiwa ujipe moyo. Wewe ni mwanamke jasiri sana. Ni mambo mangapi umepitia? Hebu nikuambie kitu kimoja. Wakati baba yake Ana alipofariki, yale yote yaliyonitokea, niliona kama nitapoteza maisha yangu na kumfuata. Lakini nilipoangalia Ana na yule mtoto wa mdogo wangu, nilijipa nguvu tena. Nikajiambia kwamba natakiwa niishi kwa ajili yao. Lakini shangazi, si angalau hata wewe ulikuwa na akina Ana. Mimi niko na nani? Ndio najua niko na Mangi na nyinyi mnanisaidia. Lakini mama yangu ni mtu pekee ambaye amekuwa katika maisha yangu. Sikatai aliweza kufanya ubaya na baadaye aliweza kujutia yale yote aliyoyafanya. Lakini bado ni mama yangu. Hakuna mama mwingine ambaye nitakayempata zaidi yake. Alinibeba katika tumbo lake miezi 9. Natamani kumwona tena akiwa na nguvu. Basi binti yangu, wewe muombee. Na sisi tutakusaidia kuomba. Nashukuru sana Ana kwa kuweza kumsisitiza Robert akaweze kuzungumza na baba yake. Nimekusikia yale yote uliokuwa unamwambia. Nisamehe sana. Najua sikukupokea vizuri. Najua nimekufanyia ubaya wa kila aina ili Robert aweze kukuacha. Na hiyo yote ni kwa sababu nilikuwa sitaki kabisa
niliona kama Robert anaingia katika shimo, lakini sasa nimeelewa kwamba wewe ni mke sahihi kwa Robert. Mama, hebu kuwa na utulivu, tulia tu, hupasi kulia. Unalia nini sasa? Kama ni kutokea, mambo yalishatokea, na mimi sina shida na wewe. Wewe ni mama wa mume wangu, ulinizalia mume. Siwezi kukaa hapa na kuanza kukasirikia. Watakuja wajukuu, watakuja nyumbani kwako. Ila mimi ninachokuomba tu kitu kimoja, uache kuwadharau maskini. Mama, unaona ulipofikia kwa sasa, unaweza kupoteza kila kitu kwa dakika moja. Kiukweli kama ningekuwa naweza, ningebadilisha nyakati zote nilizoziishi huko nyuma. Ningebadilisha kila kitu ambacho nimekuwa nikipitia na kuwapitisha watu. Hapa nilipo ni kama sina kitu chochote, ni kama vile ni mwili tu unaishi, lakini roho, akili na kila kitu haviko pamoja na mimi. Nina imani ndani ya moyo wako utanisamehe, utanisamehe kabisa. Mama, mimi nimeshapitia vitu vingi kuliko hata hivyo ulivyokuwa unanipitisha. Wakati babangu alipofariki, ambaye alikuwa ndo mtu ambaye anatupatia kila kitu katika familia yetu, walitunyang'anya kila kitu. Tulipitia changamoto mama. Mimi nilikuwa na vitu ambavyo siwezi hata kusema. Baba alikuwa ananipatia kila kitu, lakini baada ya yeye kuondoka nilijikuta hadi kazi za ndani nafanya. Mama, nishakusamehe kitambo sana. Kama niliweza kuwasamehe wale ambao walitunyang'anya kila kitu, nitaacha kukusamehe wewe? Mama, hayo ni mambo madogo. Hivi unajua, Meku, kwa sababu yako mimi nateseka sana hapa. Eti unaweza kuamini, madam ananipatia mimi kazi, nimefanya kazi mpaka mgongo wote unauma, na hiyo yote tu ni kwa sababu ya penzi langu kwako. Meku, wanataka mimi nikuache, wanataka mimi nikuone ukiwa unateseka, wanataka mimi nikija ukiniambia kwamba nikuandalie chai nikatae, lakini mimi siwezi Meku, siwezi. Dhani huku walikoelekea ni kwamba wamevuka mipaka. Mimi ndo meneja wa hapa, ndiye ambaye naweza kuamua ni nani aukae wapi. Na unasema kwamba wanakufanyisha kazi eti kwa sababu uko na mimi? Hakuna sheria hiyo. Ni nani ambaye ametunga hiyo sheria? Sasa huyo madam itabidi kesho asubuhi aweze kunisikia mimi. Kwa sasa hivi, mpenzi wangu, nitakuomba uende nyumbani ukapumzike, na kuomba ukapumzike vizuri kabisa. Kesho nitamalizana na hilo swala. Nashukuru Meku, lakini hata yule rafiki yangu sasa hivi simwamini, kwa sababu eti yeye anaweza kutumwa kila siku, yeye anatumwaga tu, alafu mimi ndiye ambaye nafanya kazi peke yangu. Fanya kitu kwa sababu yangu, fanya kitu mpenzi wangu. Wananionea wivu wewe kunipenda. Ni kweli mimi ni mweusi, ni kweli mimi naweza kuwa giza, lakini sio giza katika maisha yako. Wala usiwajali, achana nao, hawatakusaidia kitu chochote. Zaidi sana watakusababishia tu wewe kuweza kuumwa na kichwa. Tambua kwamba mimi nakupenda, tena nakupenda kutoka ndani ya moyo wangu, na nitafanya lolote kwa ajili yako. Lakini kwa sasa hivi, hebu niache kwanza niweze kupumzika na kujituliza. Sawa mama? Nitakuitia Bolt ili uweze kwenda nyumbani, alafu tutazungumza kesho. Okay?